Fuata hatua hizi ili uweze kuagiza mzigo wowote kupitia app ya AliExpress. Nenda sehemu ya account baada ya kufungua application, kisha uende sehemu ya setting. Sehemu hii utaenda kutengeneza shipping address, na hii address ndio kitu muhimu sana. Address ndio inabeba utambulisho wa mzigo sehemu ambapo unatumwa au ufike. Kwa hiyo utatengeneza shipping address kwa kufuata hatua hizi. Hatua ya kwanza, utaandika jina lako, yani contact information. Hapo utaandika jina lako ambalo unajua liko kwenye kitambulisho chako cha mpiga kura au cha NIDA. Kwa hiyo utaandika majina yako matatu ambayo yako kwenye kitambulisho chako cha mpiga kura au NIDA. Baada ya kuandika jina lako, utaandika namba yako ya simu ambayo unapenda kutumia mara kwa mara. Pia utaandika address. Address ina maana sehemu ambapo unapatikana. Hapa utaandika street, yani mtaa ambapo unapatikana. Utaandika jina la mtaa, sehemu hii ya chini ambayo imeandikwa apartment, Mkwaju, suite au United. Hapa hautajaza kabisa. Baada ya kutojaza hapo, utaenda sehemu ya state au province. Hapo utajaza jina la nchi, yani Tanzania. Utajaza mkoa, alafu sehemu ya mwisho ni postcode. Unapataje postcode? Utaingia Chrome, utaandika Tanzania post code. Utafungua hii website ya Tanzania post code, ni kuangalia, utaangalia eneo lako linasoma post code ipi, yani kata ambayo unaishi au mtaa ambao unaishi unasoma post code ipi. Unajuaje? Utaingia kwenye hii website ya Tanzania post code, utaangalia wilaya yako inasoma post code ipi. Utaikopi hiyo post code kulingana na eneo ambalo unaishi, alafu utakuja uiandike huku kwenye address. Mfano mimi post code yangu ni 3332. Baada ya kufanya hivi, nitakuwa nimekamilisha address yangu. Nitasave na nitakuwa nimemaliza kipengele cha address. Baada ya kumaliza, tunahamia kipengele cha kutafuta mzigo. Haya, kwenye uchambuzi wa mizigo kuna hatua za kuzingatia ili tununue mzigo ambao hauko tofauti na machaguo yetu. Unaweza kuchagua mzigo fulani afu kaletewa mzigo mwingine. Hivyo unapaswa kufuata hizi hatua ili ujue au uelewe mzigo ni ule ule uliochagua. Kitu cha kwanza utazingatia bei. Ukisha jua au kalizika na bei ya mzigo, alafu ukalizika na rangi au maumbo ya mzigo, kuna hii sehemu ya chini ya shipping address. Bei ya mzigo inaongezeka kulingana na bei ya usafiri. Kwa hiyo ujue, mfano mimi mzigo wangu ni 6,000, ina maana ni 10,000. Alafu baada ya kujihakikishia hivyo, utaenda sehemu ya kureview, yani utaangalia huo mzigo unafanana hivyo kweli. So sehemu tu ya review gallery ambayo inaweza kuhakikishia huo ni mzigo. Kuna sehemu nyingine ya description. Sehemu hii ndio ina kila kitu, yani maelezo yote ya mzigo ambao unaununua. Ukienda hii sehemu utaukagua mzigo kwa upana zaidi. Utaukagua material, utaukagua size, utaukagua uzito, utaukagua kila engo unatumikaje, kila kitu kwenye hii sehemu ya description. Baada ya kujihakikishia vyote, unabonyeza buy. Sehemu hii una uwezo wa kuongeza kitu kimoja au viwili, au ukachagua rangi yoyote ambayo unataka, style yoyote ya mzigo ambao wewe unaununua. Haya, hela imeongezeka, ina maana bei ya mzigo alafu na bei ya usafiri. Baada ya ukashia, utachukua njia ya malipo. Vizuri zaidi kwa kushauri hapa Bongo, utabidi uchague njia ya Visa. Visa unaipataje? Visa unaipata kirahisi kupitia line ya Vodacom. Tumia line ya Vodacom kupata Visa, bonyeza menu ya M-Pesa *150*00. Utabonyeza namba 4 lipa kwa M-Pesa. Alafu utaona menu ya Visa card. Hapo unaweza create card alafu
iwekea hela hiyo kadi na ikawa visual card, yani visa card. Baada ya hapo utapata taarifa za hiyo kadi ambapo utakuja uijaze huku kama njia ya malipo. Baada ya kujaza hiyo kadi utalipia mzigo. Haya, acha mimi nifanye malipo. Baada ya kujiridhisha na mzigo ambao unataka kununua, hapa nitakuwa nimelipia kiasi cha shilingi 40 kwenye mzigo ambao nataka kununua. Hivyo baada ya kununua, watu wengi wanajiuliza mzigo na upataje? Haya, baada ya kununua mzigo kuna sehemu ya kutrack, yani to ship, yani mzigo bado haujasafirishwa ila una ratiba ya kutafutiwa usafiri, yani una ratiba ya kusafirishwa, na hapo utakuwa na uwezo wa kutrack kuona mzigo wako umefikia wapi. Sio tu sehemu hii, kuna sehemu ya muhimu kabisa ambayo inakaa kwenye akaunti yako. Yani ukirudi nyuma kwenye akaunti, kuna hii sehemu ya juu kabisa hapa kuna my orders. Kwenye hii sehemu ya my orders kuna sehemu kuna to pay, to ship, shipping, to review au return. Sehemu hii ndio unakagua mzigo wako vizuri. Mfano to pay ni mizigo ambayo hujalipia, to ship umelipia lakini bado inasubiri kusafirishwa, shipping ambayo inasafirishwa tayari, yani imo njiani. To review ina maana imefika tayari kuupokea. Mzigo unaupataje? Mzigo unaupata kulingana na address ulioiweka na namba yako ile ya simu ulioiweka, ndio itakusababishia wewe upate mzigo. Mara nyingi mzigo unapofika posta huwa unachukuliwa kwa kitambulisho, na hapo utakuwa umefikia mwisho kuagiza mzigo wako. Subscribe Samani Max kwa tips na video nyingine kali kama hizi. Asante.